Wala wakitenda tunyanyue vizuri. Kwa watu wengine wananyanyua mikono wanaweka kabisa namna hii juu hivi la. Au mtu ananyanyua hivi anaweka hivi la. Aweke mtu sawa kifua chake na iambatanishe mikono yake namna hii na angalie chini wakati anamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, au angalie kupotre mbali hata asikurejeshe salamu. Kwa hiyo lakini usikate undugu. Mawaidha ya Kiislamu hayachagui. Cha muhimu ni kuchunga ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Naam, wapendwa watazamaji wa Africa TV Swahili tu, karibuni moja kwa moja katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uliza Ujibiwe, kipindi ambacho kinakujia kwa ajili ya kukumbushana kwa njia ya maswali. Kwa hiyo namba za simu zitakuwa katika runinga yako na tayari kuna wengine wamezihifadhi. Basi wakati unapiga simu yako, tafadhali punguza sauti ya runinga yako mpaka mwisho, unaweza kunisikiliza moja kwa moja katika kupitia simu yako. Alo mtazamaji. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na uko wapi mama? Naitwa Umu Hafsa Umu Bilal, ukipenda niko katika mji huu wa Dar es Salaam. Umu Bilal. Na swali langu ni hivi, samahani kidogo kama nitakuwa nimekwaza. Bila samahani. Nani ambaye anasema hivi, kwa mfano mazishi yetu ya kiserikali, kwa mfano amefariki mtu ambaye kwamba si Muislamu. Ndio. Sasa wanakwenda kuzika pale, wanakuwa wanakutana pale makaburini wote, wanawake, wanaume. Alafu na ile kutoa heshima wakati kuja kufikia na mchanga wanafanya kama vile mtu anarukui. Na kati yeye ni Muislamu lakini anafanya yani hapo wote wanafanya hivyo wote, Muislamu wasio Waislamu wote wanaenda kama ndio wanampa heshima hiyo. Ndio. Sasa je, katika sababu hiyo inakubalika? Wanafanya alama kama ya kurukuu. Kama vile kama vile anarukua na anainama hivi kidogo kijana kama mara. Okay. Okay, nimekusikia Umu Bilal, inshallah fanya subira, baada ya muda mchache nitakusaidia. Haya, tunaendelea na kipindi chetu kizuri kabisa cha Uliza Ujibiwe. Naam, Sheikh Shamsi, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Bakari. Sheikh Shamsi, habari za Africa TV? Salama, alhamdulillah. Ni ndugu yetu Bakari Kilango. Naam, mimi ni unapiga simu nikitokea hapa Buguruni, Dar es Salaam, Tanzania. Unaweza kukaa kuna mwangu kidogo? Ndio kuna mwangu, kuna kelele kidogo nazisikia hapo. Kuna makelele kama unavyofahamu, ishtighali za kidunia na mambo yetu yalivyo sasa hivi yanaendelea. Haina shida. Lakini langu swali kujua tu, kuna hekima gani ya dua na kunyanyua mikono? Mimi na ndugu yangu. Ndio. Huyo ndugu yangu alikataa undugu, akasema sina haja ya undugu, na tangu tulikuwa tunauguza mama yetu akafariki. Yeye akasema mimi sina undugu na nyie mimi sina. Unaona? Kwa nini amekata undugu? Kwa sababu mlikuwa mnamuuguza mama yenu? Na maana katika kuuguza kulitokea itilafu. Hata sijui ilikuwa kuna yeye mwenyewe alikuwa na machiko gani. Unaona? Ndio. Kwa hiyo kama kutokea mtafaruku wa ndugu hivi. Lakini sasa yeye kabla mama hajafariki akatuambiaje? Mama akifa tu undugu hamna. Unaona? Ndio. Kwa hiyo sisi tumekaa, kweli mama Mwenyezi Mungu akamchukua. Sasa baada ya mama kufariki, yeye sasa ndo kasema mimi undugu na nyie sitaki. Unaona? Ndio. Kwa hiyo mimi, kwa sababu mimi nafuatilia mambo ya dini na kila kitu, mimi nikaa namfuata nyumbani kwake. Ndio. Nikaenda, nikamwambia mimi sijaona kosa la kufanya hivyo. Kwa nini wewe unafanya hivyo? Binadamu tumeambiwa tu tusikate undugu. Akasema mimi nishauliza, nishaambiwa sawa. Kwa hiyo sasa hivi na kama sita kila mtu akae na familia yake. Unaona? Ndio. Kwa hiyo sasa mimi napata shida, kila saa nampigia simu yangu kaniblock. Sasa hapo mimi ninazima kwa yake, wakati mimi kila siku najishusha kwake. Okay, nimekupata swali lako mama Anas, fanya subira, baada ya muda mchache nitakujibu inshallah. Sawa. Naam, shukrani. Bado tuendelee. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na uko wapi? Mimi naitwa Rejetana kutoka Mkuranga.
Nani jina lako? Zainab kutoka Mkuranga. Subeya. Na swali hapa. Naam. Uliza swali. Swali langu ni kwamba yani inakuwaje hukumu ya mtu ambaye Zainab kutoka Mkuranga. Yaani swali langu lipo hivi. Ndio. Inakuwaje hukumu ya mtu ambaye yupo katika hedhi afa akauza Qur'ani? Ndio. Okay, nimekupata swali lako. Na swali jingine? Swali la pili ni kwamba yani umeweka ahadi ya kwamba yani ni mwanafunzi wa shule. Ndio. Lakini wakati wa kule shule umechaguliwa kuwa kama kiongozi. Endelea. Na ukawaahidi kwamba utakuwa shule ni ya dini zote mbili, kwamba ya Kiislamu na Kikristo. Ndio. Na umewaambia kwamba ukiwa kama kiongozi utajitahidi kwa Waislamu wafanya wawe na hofu ya Mungu. Sasa inakuaje hapo kwa Kristo? Shehe hapo naomba nisaidie. Ukawa umechukua ahadi, si ndio? Nimechukua ahadi kwamba nitasaidia kwamba watakuwa na juu ya hofu ya Mungu. Maana tunajua kwamba hofu ya Mungu ndio kila kitu tuweze kuepuka maovu ya siku. Okay, nimekupata swali lako. Nani Zainab, fanya subira, baada ya muda mchache nitakujibu inshallah. Inshallah. Shukran. Naam, tunaendelea na kipindi chetu. Bado tumo katika kupokea maswali. Bado tuko katika kipindi sehemu ya kwanza ya kupokea maswali na bado fursa tunayo. Kwa hiyo namba za simu nafikiri iko kwenye runinga yako hapo, unaweza kutupigia. Basi tumemaliza kipindi chetu, sehemu yetu ya kwanza ya kupokea maswali. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tupate majibu ya maswali yetu. Uliza na ujibi, wasi wako nini? Uliza na ujibi. Naam, wapendwa watazamaji wa Africa TV Swahili 2, karibuni sasa katika sehemu yetu ya pili ya kupata majibu ya maswali yetu ambayo tumetoka kuyakusanya katika muda mchache tu uliopita. Swali letu la kwanza kabisa lilitoka kwa ndugu yetu, mama yetu Umu Bilal wa Dar es Salaam. Yeye alikuwa anaulizia kuhusiana na haya mazishi yanayofanywa kiserikali na baadhi ya ndugu zetu waliomo serikalini huko na kufanyiwa alama ambazo ni katika alama za kufanyiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama vile kurukuu, alama kama ya kuinama kidogo katika ile ishara ya kumtukuza pengine yule maiti au vitu kama hivi. Kama ambavyo Umu Bilal nimewahi kulizungumza swala hili na ndugu zetu ambao wapo maserikalini na ni Waislamu. Kwa hivyo wanafanywa baadhi ya mambo kitamaduni ya kiserikali, yani taratibu za kiserikali. Tukawa tumewashauri kabisa kwamba wajihadhari, kwa sababu taratibu nyingine zinakwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu wetu. Kwa hivyo inatakikana kabisa kuchukua nasaha au kuacha nasaha kabisa kwamba mimi jamani, nikifariki naomba tafadhali nifanyiwe taratibu za Kiislamu. Basi niacheni, kabidhisheni, na naomba zile taratibu nyingine ambazo ziko kinyume na mfumo na mafundisho ya Uislamu, kama vile kupiga mafataki, piga mizinga ile mikubwa, watu wanaumia ya nini, jeneza kubebwa katika mfumo ambao si wa taratibu ya Kiislamu. Manake anabeba ndani ya sanduku pengine hivi au nini, alafu anapelekwa, na kisha kama hivyo watu wengine pengine wakapita kwenda kumtazama, alafu akaonyesha kama hivyo alama za kurukuni, alama anafanyiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatakiwi kufanyiwa mwanadamu sauzi akiwa maiti. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinachanganyana katika hali ya kuleta sintofahamu ya usahihi ya uhakika wa sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni vizuri, naomba tu biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala watu waache nasaha kwamba baada ya mimi kufariki naomba kabisa nifanywe taratibu za dini yangu ya Uislamu biidhnillah. Kama mtu atapenda kuishi katika maisha ya Kiislamu, basi na mpaka akiondoka aondoke katika mfumo na taratibu za dini yake ya Uislamu, kwa sababu sisi tunayajua zile taratibu za kwenda kumwandaa mtu sasa anakwenda kukutana na Mola wake. Kwa hiyo ni vile vile anatakiwa ajue taratibu hizo, kwa sababu serikali kama hizi tunasema mara nyingine hazina dini. Kwa hiyo wanafanya mambo ya kutengeneza wanavyojua wao. Sasa wewe ni Muislamu, lazima upende na ufanyiwe taratibu za Kiislamu. Kwa hiyo hii Afrika alama ya kurukuu na alama kama hizi haifai kufanyiwa maiti
hata mtu akiwa hai, sauzi akiwa hai, sauzi akiwa maiti ndio haifai kabisa. Lakini leo ndugu yetu Bakari alikuwa na swali lake jingine, anasema nini hikma ya kuomba dua na kunyanyua mikono? Ndio limethibiti katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, kwa sababu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah hayyun hayy yastahi min al-abdi idha rafa'a yadayhi an yarudahu sifran, sifran. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ni yuko hai na anaona haya kwa mja wake anaponyanyua mikono yake na kumwomba dua alafu amrejeshe sifuri. Hii ni dua ya hadithi inayothibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba dua kwa kunyanyua mikono, na ndio uzuri wa kunyanyua hata mikono. Lakini wapi na wapi ndio utaratibu wa sheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ambayo sisi tumezoea tu katika baada ya salamu ya imam, alafu tunaleta adhkari na mwisho wa siku kuna imamu au mmoja wetu anaomba dua, watu wote wananyanyua mikono kwa pamoja. Hii ndio ambayo tunasema haikuthibiti katika swala za sifa ya swala ya Mtume Muhammad na masahaba zake katika zama zake, kama kila mara kila siku, hiyo haikuthibiti. Lakini kunyanyua mikono, na unaweza kunyanyua dua mikono ukaomba dua baada ya sala na baada ya adhkari ukanyanyua mikono yako, la basi, lakini isiwe tikraran, yani mara zote mtu anafanya hivyo kama ambavyo tumezoea sisi. Kwa hiyo cha msingi cha kufanya ni nini? Baada ya salamu unaweza kufanya hivyo, lakini usifanye mara zote, kwa sababu sio sunna kufanya mara zote. Lakini unaweza kuomba dua mara nyingi, kwa sababu hadithi zimekuja, mtu atakaponyanyua mikono yake na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya adhana, kabla ya iqama, dua inakuwa mustajab. Mtu anafanya ibada zake usiku au baada anafanya ibada zake za usiku akanyanyua mikono yake, au amekula amefuturu amemaliza ananyanyua mikono yake, au kabla ya kufuturu akanyanyua mikono akaomba dua. Zote hizi ni sehemu zinazojuzu kunyanyua mikono, na ndio imethibiti kwamba kunyanyua mikono katika utaratibu na heshima nzuri ya mja kumwomba Mola wake. Tena tunyanyue vizuri. Kwa watu wengine wananyanyua mikono wanaweka kabisa namna hiyo juu hivi, la, au mtu ananyanyua hivi anaweka hivi, la, aweke mtu sawa kifua chake na iambatanishe mikono yake namna hii, na angalie chini wakati anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, au angalie mikono yake wakati anaomba dua. Kwa hiyo hivi ndio utaratibu inshallah wa namna ya kuweza kumuomba Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atukubalie dua zetu. Ndugu yetu Mama Anas wa Dar es Salaam anasema, na ndugu alikata undugu baada ya kumuguza mama, waliyadhi billah. Yani masala ni ya kusikitisha kwa kweli, mtu anasubutu kutamka hati kama mimi baada ya mama kumunguza mama, basi mimi na undugu na nyinyi basi. Audhu billah. Eti tena nimewauliza watu, sikamuuliza shetani gani ambaye akamwambia yeye inajuzu kukata undugu na ndugu zako. Audhu billah. Jamani, tumogope Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yadkhulul jannata qati'atur rahim, hatoingia peponi mtu anayekata undugu. Yani fanya piga ua, kama wanavyosema vijana mitaani, kwa piga ua, yani maana yake vyovyote itakavyokuwa usije ukakata undugu. Labda huyo mtu ambaye ni ndugu yako akajaribu pengine kukudhuru unapotaka kumsalimia, unapoenda kumtembelea, basi. Lakini usiseme mimi basi ukaacha kumkumbuka ukamsalimia, hata ukimkuta sehemu asalamu alaykum, potre mbali hata asikurejeshe salamu. Kwa hiyo lakini usikate undugu. Mtu anayekata undugu, basi tena wanasema wanachuoni baada ya kuchambua hizi hadithi zinazozungumzia masuala ya kuunganisha undugu, wakasema ni akbaru dhunub min kabairi dhunub, maana ni katika yale madhambi makubwa ambayo yanaweza kumwangamiza mja katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyo yuko katika jambo baya, na jaribu tu kuendelea kumnasihi na kumrejesha katika taa. Wewe usikate undugu na yeye. Yeye amekata basi, lakini wewe ukutana naye msalimia asalamu alaykum, akikutukana kufanya nini mwambie amani, yani maana yake sina ushari na wewe, mtakie amani na salama, manake ni katika amani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini yumo katika hali mbaya, na Allah muongoze na mrejeshe katika kuelewa ubaya huo, aweze kurudisha undugu na muendelee kuishi kwa amani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, ndugu yetu Zainab wa Mkuranga anasema, nini hukumu ya mtu ambaye ana hedhi na kusoma Qur'ani? Tumewahi kulizungumza hili jambo. Hakika sheria inathibitisha, na makundi mawili katika ikhtilafu ya wanachuoni katika hili. Wapo waliosema kabisa mwanamke akiwa katika hedhi haifai kushika msahafu, lakini wapo waliosema anaweza akashika msahafu, lakini akiwa na vizuizi hail, awe na kizuizi, pengine amevaa gloves au ameshika kanga, alafu msahafu unakuwa juu yake, basi anaweza akasoma akiwa katika hali hiyo. Na wengine wakasema basi, kwa mfano teknolojia ya kisasa, simu zetu hizi kuna Qur'ani,
Anaweza akashika, je, lazima awe na kizuizi, kwa mfano gloves au kanga? Wakasema hapana, hii simu ni tofauti, kwa sababu inakuwa ndani yake kuna Qur'ani, basi unafungua unasoma Qur'ani, wakajuzisha namna hiyo. Na wapo waliosema kwamba kuna fadhila kubwa kuisoma Qur'ani katika msahafu wake wenyewe ule wenye karatasi, una fadhila zaidi kuliko kusoma msahafu ndani ya simu. Hii iwe ni katika hali ya dharura tu ndio mtu anatumia simu yake kuweza kuisoma Qur'ani. Mashallah, yani katika ufafanuzi. Na kwa hiyo maana yake ndio hapo utaona kwamba mtu akiwa katika hedhi wamekataa asishike msahafu hivi hivi, labda awe na kizuizi, lakini katika simu unashika kama kawaida na mtu anasoma. Na wakasema hedhi na nifasi, huu ni uchafu mkubwa ambao unachukua muda mrefu. Yani kwa mfano hedhi inachukua siku 7, siku 14, manake kulingana na hali za wanawake, na nifasi inachukua takriban siku 40. Sasa hebu just imagine kwamba tusiseme mwanamke asishike msahafu, wakasema kwamba anaweza akasahau na anakosa ile dhikra. Kwa hiyo ni vizuri akawa ni wenye kuweza kusoma Qur'ani, lakini ili kuondoka katika wasiwasi na katika mashaka, basi shika katika hail au tumia simu yako au mtafute mtu ashike msahafu, alafu wewe unasoma kama uko katika hedhi, yeye anakusikiliza biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini unaona sasa hali kama hii inawasaidia kina dada wadogo, mabinti zetu ambao wengine wanaingia katika mitihani mashuleni, wanaulizwa maswali na mwalimu, mitihani inakuja haizingatii kwamba huyu yuko katika siku zake, huyu hayuko katika siku zake. Kwa hiyo je, asifanye murajaa ili kwa mfano aweze kuingia darasani katika mtihani? La, anafanya. Ndugu yetu Zainab Biblia alikuwa na swali lingine, anasema kwamba yeye pengine amechaguliwa kwa kiongozi wa wanafunzi katika shule na katika baada ya kuchaguliwa kwa ametoa ahadi kwamba baada ya kufanikiwa atawatolea mawaidha na kuwalingania watu waweze kuzidi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, ni ahadi iliyokuwa ni nzuri. Sasa lakini anacho wasiwasi aliyokuwa nao ni kwamba sasa kuna wanafunzi wengine ambao sio Waislamu na wote wanakuwa pamoja, na mimi wote nimewaahidi wanipe kura zao na nikashinda. Sasa alhamdulillah nikawa kiongozi wao. Kwanza kabisa ndugu yako ukhti Zainab, masala ya kuomba uongozi si mazuri. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule atakayeomba uongozi alafu akaupata, basi Allah hatomsaidia. Ajabu na kweli hii. Lakini yule ambaye atakabidhiwa uongozi bila kuwaomba watu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia. Yote kwa yote biidhnillah, inawezekana wakati mwingine uongozi mtu akaupata bila hata kuuomba. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia. Lakini sasa kuna huu mchanganyiko na wasiokuwa Waislamu wote walingania. Mawaidha ya Kiislamu hayachagui. Cha muhimu ni kuchunga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Walinganie watu kwa mawaidha yalikuwa mazuri. Usiwatukanie watu dini yao, usiwadharaulie dini yao, bali wabainishie haki na ukweli wa mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na Allah mwenyewe alivyo, kwamba ni yuko peke yake. Wao pengine watasema Mungu mmoja katika nafsi tatu. Mwambie Mwenyezi Mungu hajagawanyika, na ni hatari mtu anasema maneno kama hayo. Mtume Muhammad elezea katika Qur'ani, kuna suratu Maryam ambayo katika Qur'ani hiyo imekosa suratu Khadija au Fatma. Angalia miujiza hii kwamba Qur'ani ina suratu Maryam lakini hakuna suratu Amina ambaye ni mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kuonyesha kwamba hii Qur'ani sio Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana sio yeye aliyetengeneza, ni yake amepewa, ila sio yeye aliyeitengeneza au kuiandika. Kama ingekuwa ameiandika yeye, basi angeweza akaweka suratu Maryam au suratu Fatima au suratu Khadija. La, sio Maryam, yani maana yake angeweka kina mama Khadija mke wake, au mama Amina mama yake mzazi, au mabinti zake kina Fatma, lakini hakuna suratu Fatima, hakuna suratu Amina, hakuna suratu Khadija. Manake ni watu karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Qur'ani imekuja hivi kwa sababu ni kitabu cha Allah, amekabidhiwa tu Muhammad. Kwa hiyo ni miujiza hii ambayo inaonyesha jinsi Uislamu ulivyo. Kwa hiyo katika kulingania kwako, jaribu sana na wao wapige tauhidi, watoe katika fikra ya kufru na ufasiki ambayo itikadi yao imekuwa imejengeka katika misingi ya batil, warejeshe katika haki biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ukhti Ayman, Ayman wa Tanga, yeye anasema nini hukumu ya kuwaza umauti? Mashaallah, ni jambo la khairi, ni katika fadhila. Maana hii ndio inayotakiwa. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anahusia kwamba kumbukeni kile kinachovunja ladha ya uhai. Kuna kitu ambacho kinavunja ladha ya uhai. Maana ladha ya uhai maana yake ni mtu ana maisha mazuri, vyakula, wanawake, watoto, mashaallah, anaburudika na maisha mazuri. Hii ni ladha, lakini kuna kitu kinavunja hii ladha yote, ni umauti. Kwa hiyo akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dhikri hadimul ladhat, yani fanyeni kwa wingi sana katika kukumbuka kinachovunja ladha ya uhai, nacho ni mauti. Kwa hiyo ni jambo la khairi kama mtu anawaza mauti, lakini angalia wakati mwingine usiwaze sana, kwa sababu nayo
sije kukutia katika hali ya hofu nyingi ukashindwa kufanya mambo mengine ya kheri, na dunia hii ni sehemu ya kukusanya vile vile kwa maana ya kheri. Kama ni mzazi mwanamume asije kaacha mimi sifanyi kazi maana nitakuwa sasa sikumbuki mauti, akafikiria mtu kufariki, matokeo yake ikawa amekosa kupata maisha ambayo ni mazuri hapa duniani na kesho akhera, kuweza kuachia familia yake, akafanya kazi nzuri, akapata maisha mazuri na akawa riziki imeweza kuingia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni jambo la kheri kukumbuka umauti. Niwashukuru sana wale wote ambao wameuliza maswali na wale ambao hawakuuliza maswali lakini wamekaa pembezoni mwa runinga zao kwa ajili ya kuweza kunisikiliza na kupata faida 2-3 katika yale ambayo tumeyaeleza. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe tumesibu katika sawabu, tuwe tumesibu katika haki, na tusiwe ni wenye kuwapotosha watu kuingiza katika kukosa fadhila, kutokosa katika khairi, bali tuwe katika khairi na tuzipate hizo fadhila ambazo Allah anazikusudia na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwisho wa siku tukutane katika pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala.